swala la tendo la ndoa linatokea, kuna kipindi mwanamme liko juu, mwanamke liko chini, na kuna kipindi kinyume, mwanamke liko juu, mwanamme liko chini, na kuna kipindi mnakuwa mko sawa, mhemko ule, kila mmoja ana shauku kila wakati. Vipindi vyote hivi muvipite kwa uaminifu na mapenzi ya hali ya juu. Tushaelewana ndugu zangu? Musije mkajidanganya. Ndoa msiichukulie ndoa ni lile tendo tu, kuwa maana yake mimi nikikosa lile staki. Hapana. Kuna wakati mwingine unampenda mwenzako, mnapitia kipindi hamwezi tena kulifanya lile kwa kipindi mnachopitia, mwavumiliana, ukavumiliana, ukamwambia mke wangu au ukamwambia mume wangu, nifanye hivi basi tu, ukifanya hivi mimi yatosha hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Mchanielewa? Usiku mkubwa jamani, na akili za usiku nazo kama akili mbaya hivi. Naona akili za usiku zina mambo yake. Usiku una fitna kubwa, na shetani anakuwa karibu zaidi usiku. Lakini ninachotaka kuwafundisha ni hicho, msije mkadharauliana kwenye ndoa eti kwa sababu mwenzako hafanyi lile jambo. Wallahi, ndoa ina heshima kubwa zaidi kuliko lile tendo yenyewe, na njia zipo nyingi za kuridhishana. Ole wako mmoja akafikiria kwenda nje kwa sababu ndani sitosheki. Wallahi, hutatosheka maisha yako yote, na mwisho wa siku utadhalilika na kufedheheka. Allah hamstiri mja wake kila siku. Usije ukafikiria utastiriwa kila siku. Utastiriwa mara ya kwanza, mwisho wa siku utafedheheka. Ndoa tusiijengee ndoa kama vile ni lile tendo tu. Nadhani kwa wazi, tusichukulie ndoa ni hivyo tu jamani. Ni jambo la muhimu, ndoa, lakini sio ndoa lengo lake kubwa ni ile mambo. Kodi breka, swali lako zuri sana. Ndoa kwanza, mwanisikiza? Nisikilizeni, nataka niwaambieni kitu kimoja. Ndoa, nataka mnisikilize, mwache kucomment, nitawazuia. Ndoa, kitu cha kwanza, ndoa ni ibada. Ndoa ni ibada, kama vile kuswali, kufunga, kwenda hija, kutoa zaka, ni ibada ndoa. Utakapotanguliza ndoa ni ibada, mambo mengi yanakuwa mepesi. Yani vile ukiingia kwenye ndoa waingia, mimi natekeleza ibada ya ndoa. Kama vile ukitia udhu ukitaka kuswali, bila shaka itakuwa na changamoto zake ndoa. Kuna responsibilities ndani yake, kuna majukumu. Na kitu kimoja niwaambieni, kitu kimoja ambacho ni kikubwa zaidi kuliko vyote, ndoa ni majukumu. Ndoa sio mapenzi. Ndoa sio nini? Sio mapenzi. Kuna watu wanapendana hawaoani, na kuna watu wanaoana hawapendani. Na mapenzi ninayozungumzia hapa ni yale yaliyokuwa unique, yani yale mapenzi ya hisia zilizokuwa kali. Tushaelewana? Kwanza kitu kimoja tambua, ndoa yoyote ambayo mtu ataoa, kwa sababu ya mapenzi tu, kashafeli. Kuoa kwa sababu nampenda tu, yani lizingatie hili neno tu, namuoa kwa sababu nampenda tu, umefeli kwenye ndoa. Kuna mambo mengi mno ya kuangalia ukiacha swala la kupenda na kupendana. Mimi nina kesi zilizopungua 20. Watu walikuwa wakipendana, tena watu walikuwa wapinga,
Msioane nyewe, na watu tutaoana, twapendana, tutakufa pamoja, chini nitalala, dagaa nitakula, mimi nimeridhika, nampenda. Watu wameachana kwa makofi. Mwisho watu wameachana kwa makofi. Sisi tushaelewana. Sisemi ndoa usimpende, mpende, lakini isiwe sababu kuwa mapenzi tu. Muangalie tabia zake, muangalie mwenendo wake, muangalie fikra zenu mwendana. Kuna vitu vingine vya muhimu nitakuja kuelezea. Wakati mwingine unaweza ukampenda mtu ambaye huendani naye, tabia yenu tofauti, hamuendani kabisa, hamuendani sisikio wala mguu, lakini umpenda ndani ya moyo wako, ampenda, ufurahi ukimwona, lakini hamuendani, hamuoani, msioane, hamuendani, msioane. Ye fikra yake duni, we fikra zako kubwa, ye hima yake nyingine, we hima yako nyingine, ye mawazo yake yako vingine, we una mawazo, hamuendani hata kimawazo, hamuendani. Yani mkikaa mpige story hapo, story ala zinogi. Yani azungumza, muona kabisa azungumza mara yazo, azungumza nini huyo? Azungumza huyu mara karuka huku, mara karuka huku, hamuendani. Kidesturi, kimila, kimwenendo, kifikra, kimawazo, hamuendani. Mauane eti kwa sababu mapendana tu. Na ni kama alivyomalizia ukhti wangu Musaliha, ndoa ni kuingiza mkono gizani. Na kamaliza huyu mama Saliha, kamaliza, kashamaliza. Ndoa ni kuingiza mkono gizani, subra, uvumilivu ndio muhimu. Kashamaliza kabisa.